Hiyo collab nenda kapeti kabisa. Sasa nikazungumzia title, sasa nikazungumzia nini, lakini collab ipo na ni ngoma nzuri sana, believe me. Na so hiyo kuna nyingine pia nimemshirikisha Chanela. Ni video tayari nimesha shoot, tayari mbili zipo. Hapana ya moja mbili. Tayari nimesha shoot video mbili pa. Kwa hiyo inabidi muda wangu tu ni release ipi nianze na ipi. Lakini kabisa ni Yamina Clementine Kevin ni ngoma nzuri, Yamina Chanela ni ngoma nzuri sababu nimeimba kwenye lugha ya nyumbani sasa. Le monde c'est la sape, la vie c'est la sape, l'amour c'est la sape de la sape. Nous vivons pour la sape, nous mourons pour la sape. Basi mwambie kaneno kamoja basi bismillah. Kwa kweli tunamsupport sana kwa juu ni msanii hapa mtaani anajua kuimba. Unajua hapa Buyenzi hakuna msanii kama yeye mwingine. Yes, hello bakunzi ba TV meze neza aho muri hose murakomeye je ndahandi fresh kabisa au top meze neza rako nashitse mu gisagara cya Bujumbura neza muri quartier iboneka neza yuko ifise abantu benshi cyane bakurikirana entertainment ndetse basanzwe bakunzwe aho nuvuga ati ndi mu Buyenzi timeze gute na modoka ifise naje gukoresha ariko naje kuraba umwe mu baririmbye abarundi basanzwe bahakorera akazi atuyeho kugira ngo tumenye ivyiwe tumenye abiri canka 3 tunamuganirize nawe suwundi ni Mr. Lasape. Mr. Lasape umvise Mr. Lasape ushaumva Lopes Miraculo vipi bro? Popo mwanangu fresh. Salama. Bomba sana mwana. Sasa mimi Buyenzi saizi usubuhi na hizi swaga zote mimi naona kwamba hawafanyi ile kazi ya ndugu zetu hapa. Ile ndugu zetu naiheshimu sana lakini mimi sifanyage. So ndio kila mtu yuko na kila mtu yuko na kitu chenye anapenda, kila mtu yuko na passion yake. Kuna mtu anapenda mechanic, kuna mtu anapenda sudire, sasa kila mtu yuko na passion yake. Mimi nafanya zangu muziki. Kabisa. Sasa asubuhi kiamka kitu cha kwanza ambacho unapenda kufanya ni kitu gani? Kitu cha kwanza mwanangu nikiamka nitaika kuja kwanza kusimama hapo kwa barabara hapo. Najinyosha nitazama huku na huku kama karere kako wapi. Natizama watoto wa Uswazi jinsi wanapita pita zile usubuhi. Asubuhi wapita. Natizama tu karere jinsi kako kama kile kitu kimeamka fresh yani. Lakini sawa. Safi kabisa namshukuru Mungu. Za siku ndugu yangu sababu long time tuonani niko naona tu kazi zinapita huko na huko. Asa siku namshukuru Mungu alhamdulillah. Unaona Mungu ajikazima lift ya pumzi. Ukiona bado chiki poa kingali kina hema. Inabidi namshukuru Mungu kwanza. Kabisa. Muziki unaendeleaje kwa Lopes Miraculo mpaka mdao? Upande wangu namshukuru Mungu sana. Kweli sio mbaya. Naona Mungu kuna matunda fulani Mungu yuko anazidi kuongeza na ni kitu kizuri sana. So I appreciate na believe kwamba mambo yatazidi kuwa fresh. Sasa safari imekuaje sababu nimeona kwamba siku zinaisha ulisafiri sana nchi nyingi ikiwemo Kongo, Egypte pia Ghana voila. Zile safari zote zilikuwa za kazi gani? So zile safari kweli mambo kidogo hapo confidential, lakini kilichonifanya mimi niende kule ni kutokana na ile ngoma ya Lasape. Unaona ile ngoma ya Lasape ndio ilifungua milango mpaka nikapata ile opportunity ya kuweza kuzunguka Ethiopia, Ghana, Sierra Leone, Kinshasa, Dar es Salaam. Ni ngoma ile ya Lasape ndio imefungua hiyo milango. Wanakuambia kila ngoma inakuja na baraka zake. Kama kisa unaweza kuzaa mtoto, kila mtoto anakuja na baraka zake. Kwa hiyo sasa Lasape ndio inakuja na baraka zake. Ikanifanya kwanza nisafiri. Sasa kule ambapo ulisafiri sababu ya Lasape, ulikuwa unapiga show au ulikuwa unafanya nini? Kwa show hapana. Kidogo mambo yapo confidential. Unajua nakwambiaga nini? Unaona sisi tumeshazoea. Tunajuana sio wenyewe. Mtu akizungumza hapa inakuwa acha kuzingua huyu. Wewe tuambie waumshe roho wa ndugu wa adui zako wa mila na jamaa anatupiga mkuki kweli. Unajua soko umiza roho. Just tu tutashuhudia mambo taratibu. Mungu ataenda anafungua milango na kilichonifanya mimi niende kule kitaonekana. Unajua wanakuambia muziki ni kama mimba. Kama Mungu analeta matunda, mimba yani mimba kama ni mimba, hata ukificha tumbo litasukuma tu mbele. Kwa hiyo muziki kama kuna matunda kati utaona tu mambo yanaenda badilika, utasema jamaa mambo yamebadilika, kwa hiyo kuna matunda fulani. Lakini sasa tutegemea kwamba mwa hizo nchi zote kuna collab anafanya kwenda Konga piga collab, Sierra anapiga collab, Ghana akapiga collab na msanii wa huko. Collab sitafanya collab, just tu kuna contact ambayo nimechukua. Unajua mtu unaweza kaenda kwanza kutazama uwanja gisi upo. Unaenda kwenye maisha zako na unatazama pia gisi uwanja upo. Ukiona gisi uwanja upo unasema kumbe easy nikirudi, kumbe sasa nikafanya at least hivi na hivi. Wenda kunaweza kuwa muzikano mtu akarudi. Wenda. Sasa kila mtu akitoka huaga anakuja na experience nyingine ambayo inatofautiana na ile ambayo alikuwa anazoea nyumbani kwao. Experience gani ambayo ulisomaga hapo pote ambapo ulienda ukasema kwamba kwa sasa kuna kitu ambacho nimejiongezea kwa career yangu au kwa ubunifu wangu wa kazi? Mwanangu nikisema kwamba nilikuwa sikujiongeza kitu nitakuwa nimekosea. Alafu nitakuwa sio mtu ambaye nimeenda kutazama kitu fulani.
Kiukweli nimejiongeza mambo mengi sana, nimejifunza mambo mengi sana. Kuna mambo mengi sana ya kutakika kubadili mimi upande wangu mimi kama mimi. Sababu huyo mwendo wote hauwezi kuwa mwendo wa bure tu. Nataka mtu kienda fasi unakuona, unatizama mazingira, unatazama kumbe hivi, kumbe vile, kumbe hivi, kumbe vile. Kwa nimejifunza mambo mengi sana, kukiwemo kwanza namna gani ya kuweza kujibrand mtu, namna gani ya kuweza kujipush. Pia nimejifunza mambo mengi sana. So ni hivyo tu. Yes, badala ya kuja connections ziliendelea kuwa kubwa, ukapata shows, ukapiga kwa festival gani kwanza ile kama sijasahau Hope, ukapiga pale show na zingine ambazo nilikuwa nikiendelea kuona sababu uwaga nafuatilia sana kazi zako sana. Pesa ambayo inaingia leo kwenye muziki wako, je, inaendelea kuinvest kwenye muziki au inafika napiga maisha ya kawaida? Sababu kama ni kwenye muziki tutegemea sasa vingine vitu ambavyo ni vikubwa zaidi. Ya, kwa kutegemea vitu vikubwa zaidi lazima mtegemee. Unajua mtu unapofanya vitu lazima usiu kwanza unaonesha. Unajua ndio nakwambia vitu vingine vinajioneshaga. Hapa kuna kitu. Yaani vitu vingine vinajionesha. So mtu ndio uanze mimi na hivi. Mimi nimefanya vile, mimi nimefanya hivi. Kwa hiyo mtu unapofanya kitu, watu ndio wanashuhudia. Wanashuhudia matukio. Unaona kuna muda mtu unaweza kuzungumza kitu ukasema mimi nataka nifanye hivi. Alafu hicho kitu kama hauji kukifanya, unakuwa na deni kwa mashabiki. Unaona. So mimi ni mtu mwenye nakuwa naokopa hicho kitu. Kwa hiyo nataka kitu kifanyike mtu aone kimefanyika. Alafu mimi nikikwambia mfano mzee baba, uliona ile issue? Nimeiona. Yaani inakuwa tayari ipo. So nizungumze mambo maisha ya mwanangu. Unaona, unaweza kuzungumza kitu maisha kapiga chenga ukaja kwa mengine, lakini kwa kifupi kwamba mabadiliko yapo na Mungu akisaidia makubwa yataenda nafanyika kabisa. Sio ni kitu chenye kipo kabisa. Sababu mimi muziki naufanya, muziki ni passion, muziki ni maisha yangu, unajua. Just sacrifice muda mrefu sana kwenye muziki, you know. Ya nimeanza kitambo, so nimesha sacrifice. Naweza nikasema nusu maisha. Muziki unabeba maisha, yani miaka yangu mingi ya kuishi duniani kuliko ile nyingine nimeishi siku mwana muziki. Sio kwamba tunaelewana. So kwa hiyo ni passion yangu, ni maisha yangu. Kwa hiyo sisi nikataka yavurugane. Nataka ku make sure kila kitu kinaenda vizuri kama gesi mimi nataka. Na huko nikimtegemea Mungu, nikijituma na kuomba dua sana. Yes, kwa umbea ambao ninao zile za ndani za chini ya carpet, chini ya mkeka, ninajua kwamba kuna collaboration yako wewe na mwanamuziki wa kike ambaye alikuwa kwenye lebo ya Empire Avenue, nikizungumzia Clementine Kevi. Hiyo collab mpaka muda huu inafikia wapi? Hiyo collab nenda carpet kabisa. Sasa nikazungumzia title, sasa nikazungumzia nini, lakini collab ipo na ni ngoma nzuri sana, believe me. Na so hiyo kuna nyingine pia nimemshirikisha Chanela. Ni video tayari nimesha shoot, tayari 2 zipo. Hapana ya moja 2. Tayari nimesha shoot video 2 pa. Kwa hiyo inabidi muda wangu tu ni release ipi nianze na ipi. Lakini kabisa ni ya mimi na Clementine Kevi ni ngoma nzuri, ya mimi na Chanela ni ngoma nzuri sababu nimeimba kwenye lugha ya nyumbani sasa. Kwa hiyo sasa hivi lugha ya nyumbani unajua uliandikiwa? No, unajua nikwambie kitu kimoja, mimi kiukweli mimi niko fresh kwa kuandika. Kirundi naweza kiandika. Ila namna gani ya kuweza kuongea mwanangu ndio kuna kuaga kesi hapo sababu tunaona mazingira yetu. Mazingira yetu. Hapa nasema kaja mtu akatoka Bilimani leo akafanya miezi 3 na Kirundi kakisao. Wewe sikia fasi kwenye pana meza Kirundi, wewe unafikiri ni kawaida. Sikia hapa msanii mwenzetu Mr. Champagne anazidi kulalamika kwamba wanampiga vita yeye si Mrundi kwa kuwa hajui Kirundi. Je, kwako haijakufikia hii vita? Hiyo vita mimi kanifikia. Haiwezi kanifikia na haitofika na nifikia. Haiwezi itanifikia je mimi. Kwa hiyo kelele zake wewe zinakwambia nini? Kelele zake ni zake. Hapo tulikuwa tunazungumzia kazi yangu. No, sababu ni msanii mwenzetu sasa inabidi tupitishie sababu ya labda kumpatia kingine kitu kwenye fikra zake kusema kwamba this thing is good na naweza nika change that. Unajua kitu kingine kipo ni kwamba anafanya kazi yake, anapambana kivyake, watu wamsupport muziki, wasupport kabila, wasupport lugha, wasupport tu muziki. Ndio kitu kikubwa sana kaweza kuzungumza hapa. Kabisa. Sasa tutegemee muziki mpya siku gani? Sababu la sape tusha enjoy, tusha sape, tusha kodi makoti tukavaa, tukapendeza. Sasa inabidi sasa tu change sasa kwa style nyingine. So unaona sawa kuna nyingine tuone huruma imetoka. Umeiona ile sasa umeona uzungumzie. Sababu ile tunaona kama tunaomba Mungu atuonee huruma sasa inabidi tu enjoy sasa. Ukitaka kuenjoy so ndo kwa hiyo sasa. Hizo ngoma zipo tayari 2. Kuna lugha ya taifa mwanangu sasa. Ndio tulieni hapo. Unajua mimi niko kana tulia. Sio kwamba eti mimi sitakaji kufanya. No, just unaona tazama watu wanao support wako vipi unaona. Unaweza kwa labda uko na watu wenye hapo nje. Unaona mtu. Unaona hata ukiimba muziki na lazima uimbe muziki wenye manager naye atatahura man. Unaona. So uimbe muziki tu kutaka kujifurahisha wewe na kufurahisha watu. Wewe ukiona kwenye ugari unatokaga lazima uimbe kitu chenye ukule kwenye ugari unatokaga. Anakielewa. Sababu ukasema brother nipo studio bana niko na record ngoma. Rusha kwanza kidogo tusikie.
Sasa dogo mbona mimi sisikii? Unakuta kutana labda lugha haipandi. Sasa lazima mwanangu yeye ndo akilipa video mwanangu. Yeye ndo akilipa studio. Unaona kumwimbia lugha hizo. Nikasema sasa nitapambana. Siku mimi mwenyewe nasema hichi kitu na kilipia mimi kila kitu. Then nitakifanya afu ni approve watu wrong. Hapo ikimaanisha kwa hiyo nyimbo ya Wena Shan Queen uligaramia wewe peke yako sababu limba lugha ya taifa. As manager hiyo asiweze tenga mrusha manager jua ski unaona just na mimi nataka kuprove watu wrong na so hiyo tu ningani prove watu wrong dude kama hizi tatu kwanza tena nafika na tudie kwa hiyo nataka ni prove kabisa hicho kitu nimewaahidi. Lakini sasa kwa manager mimi nimeongelea manager kwanza kidogo popote alipo unajua tu kama interview ataitizama ya msanii wake atizame amezungumza nini. So manager unajua mimi sinaga unajua kuna tofauti kubwa kati ya manager na sponsor. Unaona basi huyo wote ambaye anakusaidiaga kwa kutoa mchango anayechangiaga kabisa na toaga mchango kusema kitu kiendeke vizuri. Unajua muziki si ulisema muziki sio lugha. Sasa kwa nini wana bana sababu tumeimba Kirundi ndugu yangu hata Lingara waga mnatuimbia tuisikiage Warundi lakini tuna enjoy tunacheza. Sasa achie muziki yani kisia tu muziki melodies zimeenda fresh beats zimeenda fresh ache tupige muziki bwana. Ndio nakwambia muziki ambao hauna lugha lakini unajua kuna watu ndio ukijua gari unatoka huko na mtu anakukorofisha ukiwa na baba mkorofi ukiwa na mama mkorofi lazima umvumilie. Kwani baba tuko tunacheza hapa mwanangu. Muziki ya Kofiro Media ipitaki hapa mwanangu. Watu hatukudi dance hapa. Kwa hiyo muziki hauna lugha, hauna kabila, hauna mila wala desturi. Kwa hiyo muziki ni muziki tu, ni kitu kizuri. Tukiwa kitu kizuri kinakuwa kinapasishwa. Na ndio kwa maana mimi nataka kufanya kitu nilivyofanya nikachukua uamuzi kusema acha mimi nifanye tu pande wangu. Afu then improve wrong. Unaweza nikafanya hivyo afu naye akasema mbona nikakaa leta kama sisikia naambia mbona melodies gani akasema fanya nyingine hata tatu kwanza sasa hivyo mbili unaona Kwa hiyo sasa mimi nataka ni improve unaona Kwa hiyo ndio hivyo kati ya hiyo na Clementine Kevin au na nyingine. Sasa kuja hata nyingine kwa hiyo lakini mtegemee very soon kwanza katokea kitu kizuri sana ya. Kabisa sasa mimi nilipofika hapa niona watu wamekushangilia sana kwa umetoka. Sasa hapa hautokaje sana kutoka nje au vipi? Nje basi nitatoka kufanya nini? Natoka nje kama natoka na kwenda. Nikiwa nipo nyumbani naingia zangu ni ndani kula siri kula mwandiko niko naandika mashairi yangu basi mimi sio natoka naenda wapi ndugu yangu. Changamoto ambayo unakumbanaga naye kama msanii hapa mtaani ukitoka ni changamoto ipi? Hauwezi ukatoka gesi unataka kwanza. Tutoke umevaa kaptula ndio hivyo umevaa usengle umechafuka unatoka mwanangu. Kwanza gari inapita hapa lopa unalia. Bado vipi unaona kuona mastaili moja ya itamaniki. Kwa hiyo ukitoka inakuwa unajipanga ndio changamoto kubwa yenyewe mtu anakuwa unapata. Ndio maana inabidi tuhamehame tu mwanangu unaona aje. Hapana kuhama mimi sijashabikia sababu nyumbani ni nyumbani tu kila sehemu inabidi papewe respect. Yeah that is true. Unajua nakwambiaga na mtu kwanza kwenu ndio anaanza kusupport. Ukiwa nyumbani wanaanza kusupport afu mtu wenyewe ndio anakufanya unafika mbele. Sababu unajua hata kuhit mtaa wenu mtaa jirani nchi nzima nchi zingine hapo ndo fasa ambapo nilikuwa nataka kufikia sasa kwa jinsi ambavyo wanakusupport hapa mtaani ikoje wanakutambua vizuri kama hii sisi ya kutambua sababu inawezekana ukashindwa kutambulika nyumbani ukatambulika nje. Nashukuru sana kwa hilo swali ni swali ambalo niko gana wish atokea hata mtu mmoja siku moja tu aliniuliza. So for this time naweza nikasema namshukuru Mungu sana maana before haikuwaga hivi na ndio kwa maana watu wengi labda wanaweza kuwa nakula mwari kwa nini jamaa anashindiriaga Kiswahili vingi sana. Watu wanashindwaga kuelewa. Unajua mimi mazingira ninayoishi ni mazingira ya Kiswahili. Tukianza watu wachana kwanza na masponsor na watu wanaonichangia na kunisaidia labda. Mimi ninapoishi ni mazingira ya Kiswahili na kusema watu wanielewe inabidi kwanza mtani kwangu wanielewe. Mwanangu sisi nikatoka hapa watu washindwe kunielewa afu Buze nielewe mbele ya hapa. Au Kamenge nielewe before hapa. Au Kibenga nielewe inabidi kwanza Buyenzi ni support. Kianza kunisupport yenyewe. Wale wengine ndio tafikia kunielewa. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo. So kitu ambacho naweza nikasema kwa huu muda wallahi siwezi nikakula mwari sana. Mtaani kweli kama kuna support ya kwanza napataga ni mtaa wangu. Buyenzi kabisa na support vya kutosha. Then na sina namna gani naweza kaweza kuwashukuru lakini ni mtaa unakuwa na support sana. Zamani ilikuwa hivi. Nikisema tu nitoe dude watu wa kwanza yani kila stati ya Mnyabuyenzi. Utaona kwanza ngoma imekaa. Yaani hapa nikitata mtoto mwambie ni mbela sapi anapiga kamziki. Anaanza kaimba sapi kamshinda kuimbia nani corona kamshinda tuonee huruma lakini anaweza kukosa 2 3 zingeweza kaimba. Sasa hizi naona hata wamesepa. Oya. Wewe njoo nikwambie. Mambo? Poa. Uko fresh? Niko fresh. Unamjua? Namjua. Anaitwa nani? Lepsi Miraculo. Lepsi Miraculo. Unajua nyimbo yake? Najua. Niambie kidogo basi nyimbo yake. Le monde c'est la sape, la vie c'est la sape, l'amour c'est la sape de la sape. Nous vivons pour la sape, nous mourons pour la sape. Asante sana. Basi mwambie kaneno kamoja basi Lepsi Miraculo. Kwa kweli tunamsupport sana kwa juni msanii hapa mtaani anajua kuimba. Unajua hapa Buyenzi hakuna msanii kama yeye mwingine.
kabisa. Sasa msupport sasa, hawa ndio msanii wenu. Inabidi mfanye Diamond wapo, mfanye Chris Brown, sio? Ndio. Fresh sana. Yaani mimi nafurahi sana kabisa. Naona kwamba mtu ambaye haukutegemea ukimuita tu njiani akisikia kwamba huyu mtu namjua, ni support kubwa. Sasa kwa hiyo mashabiki wako ambao wapo out ya Buyenzi, wako out ya Buyenzi, nao unawategemea kwa kitu gani tofauti na kitu ambacho unakionaga Buyenzi? Naweza nikawaambia tu na wenyewe pia wachukue yani mfumo kama huyu. Unajua kuna watu mtu anaweza kuambia bana, huyu jamaa anaimba fresh, huyu jamaa anajitahidi, huyu jamaa yupo fresh, lakini hawakupi support inayohitajika. Support sio mpaka hela. Unajua support just kuupenda kitu cha kwenu tu, ule uzalendo ndio kitu ambacho watu sisi tunataka. Unajua sababu mambo yanaendaga aje. Kusema mtu apate shows za maana ni wewe shabiki ndio unasababishaga mtu anapata shows za maana. So kwa hiyo support yako kule kupost tu kurepost, mtu anataka kuchukulia kitu cha kawaida. Nikipost haka kipande huyo jamaa anaona natumia ile ukikapost, hauwezi ukajua msimu yako kuna watu wangapi. Ukipost leo, ukipost kesho kutwa, ukipost yani kisha ndio anapost. Kuna mtu atakaa katakuja tunasema huyu jamaa bana nayo kwa kana jitahidi. Yani kutokana ukishaposti mara 5, yani anafika na watu bana, huyu jamaa kwa jitahidi. Nipe kwanza ngoma zake nione. Yani utakutana kutokana na wewe. Ule jamaa yani kuna mtu mwingine anafika anamuelewa mwanamuziki. So kwa hiyo kitu ambacho tunataka kufanya tu support vya nyumbani sana, unaona. So wenyewe hapo nje na wenyewe waende kusupport show love hiyo kama hii ya Buyenzi tu inshallah. Kabisa kabisa. Sasa kabla ya kumaliza kipindi, nataka kujua kwa Miraculo tutegemee nini, what the next hapa kiumbali na nani na nyimbo ambayo uliachia hapa juzi yake, tutegemee kingine kipi kikali? Au aiza news ambayo ipo kwa Lopes Miraculo ni ipi ambayo inabidi tuitembelee? Tunaweza kusema ni kwamba nadhani nishazungumza hili swala. Ngoma ni zenye zipo. Sema ngoma changanikiwa, kuna mtu anakuwa anajiuliza ni tu album tu. Maana nina store mpaka shikati zangu ngoma kiraika. Yaani store inavimba kabisa mwanangu. Kuna stock kama ngoma hata 15 kama ni 20, wallahi zote zipo tayari. Yaani mimi na hivi chini niko nafanya naanza kufanya stock kama video. Tayari audio zipo. Kwa hiyo hakuna subiri ufanye stories za nyimbo nyingi sana wakati unajua kwamba na uwezo wa kuitoa. Unajua utamu unakoga ni wapi? Stock nilianzaga before nilikuwa kutoa ngoma ilikuwa ni hivi. Audio ilikuwa ni hivi. Najua mti wa 100, mti wa 150 mimi nautoa wapi? Lakini Mungu kaenda anabadilisha mazingira. Ndio nakwambia nani don't evolution ipo. Unaona Mungu kwenda anabadilisha mazingira. Sasa leo na uwezo wa kuwa na store zaidi ya ngoma 15. Unasema naanza hii store ya ngoma 15. Sasa naanza kusita vipi? Kwa hiyo zinakuwa zipo nyingi. Kwa hiyo nasema sasa kumbe acha niache kwanza kurekodi. Sababu mimi nakuwa na inspiration nyingi sana ndugu yangu. Hapo tukaachana mimi na wewe. Kwa hiyo kitu kimeshatokea hapa, naweza kukaa ndani nikaandika ngoma nikarekodi kesho kutwa. Naweka ndani. Yaani hivi tungisimtaki sio unanipokea, naweza kusema mtu wangu ananipokea fresh. Naingia ndani hapo kula wino. Naenda kesho kutwa nenda na record ngoma inakaa ndani pa. Juu producer wangu naye yupo very fast na record natupa ngoma ndani pa. Unaona kwa hiyo unaweza kutana sasa story ya audio ishakuwa mengi. Tunafanya story ya video sasa. Nilikuwa ni story ya video, ile ikipatikana video. Ile ikipatikana video. Siku moja nikiamka nikichafuka nasema tu bwana tunafanya album. Au siku moja nikichafuka tuna release. Kwa hiyo nataka niwe na release kwa muda. Nikisema inabidi saa muda ni release kama ni wiki mbili, wiki moja, mwezi na release, lakini tegemeeni wallahi najituma vya kutosha. Lakini tunaweza nikawaomba mashabiki endeleeni kusupport kitu kizuri. Kama unampenda mwanamuziki, so usifichi. Msupport vya kutosha. Useme tu nampendaga yule jamaa afu kusupport. Na tupende vya nyumbani kwanza. Unajua mtu na kwao bana. Msaokuwa mtumwa wallahi. So tegemeeni mambo mazuri na nyie endeleeni kunisupport. Nenda kwenye channel yangu ya YouTube, andika Miraculo Lopes, subscribe, tizama mingoma kibao pale, kuna mastories, kuna malasape, tuone huruma, madude mengi. Afu ya fresh. Timu Miraculo unaambiaje? Sababu nimeona kwamba ulipata mashabiki ambao wako close sana na wewe, wametengeneza mipira kila kitu. Lakini nataka sasa kujua sasa kiundani wale wa jamaa mnatumika nao vipi kama timu yako? So timu Miraculo, nikizungumzia timu Miraculo kwanza firstly ni mashabiki. Na mashabiki wa kwanza unajua nasema mimi namshukuru Mungu sana man. Sababu kwa support ya kwanza nimeanza kupata kwanza ni familia. Familia yangu inanisupportigi vibaya sana yani kuliko kila kitu ndugu yangu. Ukifanya kitu familia ndio inaanza kwanza kusupport familia yako. Alafu unafuata watu wengine. Siku hizo nikasema watu walinivunja moyo kipindi na kuja. Nimekuta na mipira kaza wa kaza. Watu walinivunja moyo sana. Wananiambia hiyo mipira kizuri sura yako hawatanunua. Mpaka ifikia watangazaji banani, baadhi ya watangazaji wananiambia, wananipa usia. Ukitoa sura yako hapo mipira itauzikana. Mimi nikasema sasa bana Mungu ndo anajua chenye anafanya. Lakini kuja kushangaa palitoka mipira zaidi ya 250. Zote zilitoa zikauzwa. Kwa bei ya 30,000 mipira zaidi ya 250. Nikisema zaidi ya 250 tunakaribia kwenye 300. So kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa. Yeye inaweza kusema ni fora.
unaona ni kitu ambacho nilikuwa sitegemei, unaona. Kwa mtu wa kawaida unajua mimi sio kwamba eti nina jina kivile, just najituma, lakini mimi sio kwamba mimi nina jina kivile, lakini kutokana tu na watu wanavyonielewa, show love ya watu, mtaa wangu kesi wanavyonisupport, ile mipira zaidi ya 250 mipira yote imelala chini, nikipiga hesabu 30 jumlisha mara. Sasa mimi hapa uniachi hivyo, wewe ngoja Awota kula chapati tu kwa jirani, si unajua. Ndio hivyo sasa, ni support kubwa inaorgana nipa. So na timu yangu ndio natumika nayo. Naweza kusema sina yule mtu anaweza kaniambia eti bana Lopa, kwa natoa ngoma kila siku mimi nitakuwa na kulipia ma video. Sina huyo mtu. Huyo mtu angekuwa mwanangu, believe me, nina uwezo wa kufanya ngoma 15 kwa wiki. Sasa kwa hiyo maneno ndio yanakosa. So kwamba kinajisifu. Nakwambia sababu mimi ni sacrifice muda mwingi sana mwanangu kwa wino, unaona? Watu wanashindaga kuelewa. Nikisema hivi mimi sijisifu. Wewe muziki unaweza kuwa mibaya kataa, au unaweza kuwa ni muziki mibaya kataa, lakini mimi nimesacrifice muda wangu kwa mwandiko kuliko kila kitu. Wakati nilikuwa nikiuza studio mwanangu ni mwandiko natupa ndani mwandiko, na uwezo kufanya ngoma 15 kwa wiki. Wiki sina siku 7. Mimi nafanya ngoma 15 kwa wiki. Sasa light kama pangeko mtu ananiambia bana fanya. Kaima mpaka pakafa watu. So kwa hiyo acha tu. So naweza kusema sasa timu yangu inaogana support kwa kitu gani? Timu yangu ni watu wenye wananikaribia. Sasa mimi ni mtu mwenye sina ule mnaweza kusema sponsor mwenye ko permanent. Unaamini na watu tofauti. Wale wenye watu wanataja majina nini na nini. Kwa hiyo sina sponsor mwenye ko permanent, tunasema ndio sponsor wangu. Huyo angekuwa eti na ananiambia bana wewe fanya tu, mimi nitakuonyesha kisa hapo pangeko vitu vingine. So niko na team natumika pamoja na timu yangu washikaji. Wale ndio nataka kusema manager. Sababu kuna tofauti kati ya manager na sponsor. Manager anaweza kuchukua hata wewe nasema leo wewe ndio unakuwa manager wangu. Manager ni yule mtu mwenye anakimbia. Unakimbia maishu zako, kuja mtu anataka collab, wewe ndio unadili naye, unatafuta ma connection, mabipindi wako fasi nyingine kafika, unaona au unaenda una discuss na mtu huko. Kuna masemi nyingine sihitajiki kabisa. Unasema kwa hiyo na washikaji zangu, kuna mmoja anaitwa Fudre, kuna Masudi, so kuna Baisa, kuna Merci, kuna sister yangu anaitwa Adija, kuna mdogo wangu anaitwa Angelo Le Mister. Wale wote ni watu kama wasita kama ni watano, wote wanajumuika tuna group letu. Wazimi nataka ni release ngoma, narusha dude mle. Mnalisikia bana hii. Naambia au na Eden, bana hii nayo. Tunaanzia wapi sasa? Ndio kwa hiyo mimi nakuwa natumia ni moja, bana mimi nimeamua hiyo. Ndio nikivote mchague mtachanganikiwa. So hao ndio wanakuwa kama timu yangu. Yaani nasema managers zangu ndio wanakuwa wanachagua vitu vyangu na wenyewe ndio yani wanakuwa nakimbia kila kitu. Kwa hiyo ndio hivyo, nawashukuru sana, bila wao nisingekuwa hapa kwenye mimi. Niko nashukuru Mungu kuona ananisaidia sehemu ya kutosha hivi. Kabisa, mimi nikushukuru kwa muda ambao unanipatia Lopa, lakini na chapati changu bado sijakisahau. Chapati ni kawaida mwanangu, chapati utapata mbona siku atapata. Sasa kaenda pale nikakulisha hata chapati 50. Mama madogo, sijisifu. Nikisema chapati 50 sijisifu, chapati ni 500 ndugu yangu. Sasa cameraman wangu nataka 600 tena. Niko tamani atupe hata kamera tu kwanza mchapati. Au twende kwanza tutarudi baadaye. So bakozi wa TV, I think mtao umetuelewa, mtani wametuelewa, wametupokea vizuri. Tumeongea na Lopsi Milakulo, Mr. Lopa, Mr. Lasape, kama kawaida hata mtani anakuwa amesape. Anakuwa amesape. So acha tuachie hapa kwa leo, tubashimire cyane abadu kurikiranye ndetse tunababwira neza ko tubakunda cyane, tunishimiye kuno mundu kurikirana muna dushigikira. So twaringa mu Buyenzi kugira ngo turabe mu gatondo haba hameze gute, situation mu Buyenzi mu gatondo ibimeze gute, bayifashe gute, babana beza baratuto waswazi wa mimi ndakuja kuoa hapa Lopa. Bana fresh sana, wewe karibu sana, sema tu uwe tayari. Maana mingine mitena kwa nashinda watoto wetu, tunawezaga si wenyewe. Maana hapa ni nyinyi kwa nyinyi tu. Sisi kwa sisi, wewe unaweza kukimbia mwanangu, unataka kutoa roho. Basi nikushukuru sana bro. Bana safi sana, mimi nashukuru sana. Mwingine mimi si bagwa wanyita president umwami wimi gani. Wara aratubwira ikirundi. Unatatu anze kipindi ubi. Tushaga.